Bwana, mambo vipi mtazamaji wa Mwageni TV? Karibu kwenye Red Card ya Mwageni TV. Hapa tutazungumza masuala kadha ya michezo. Hapa tunazungumza mambo ya michezo, wadau wengi wa michezo ambao tunakutana hapa Mwageni TV. Sasa mengi ambayo yamezungumzwa ni mchezo kati ya wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya TMA FC kutoka kule mkoani Arusha, mchezo ambao ulimalizika kwa Simba Sports Club kuweza kushinda kwa goli 3-0. Lakini jana ni mchezo kati ya Dar es Salaam Young Africans dhidi ya Coastal Union, mchezo ambao ulimalizika kwa Yanga kuweza kushinda magoli 3-1, magoli ambayo Maxi Mpia Nzingeli aliingia kambani mara 2, mchezo ambao Yanga kwa ukubwa wake unaweza kuonyesha kwa ubora mkubwa, kwa maana kwamba kuanzia kikosi chake kuanzia katikati ya uwanja mpaka mwisho wa uwanja. Na tunaona jana mchezo ambao umechezwa, Max Mpia Nzingeli anaonekana nyota wa mchezo ule, lakini pia wachezaji wengine ambao wamecheza. Coastal Union wao kwa upande wao waliingia kama kuichukulia Yanga kwamba tunaweza tukaifunga kutokana na kiwango ambacho wanakionyesha kwenye mchezo kadha ambao wameicheza, lakini pia uendelevu wa kikosi cha Yanga kutokana na mchezo wa dabi ya Kariakoo kuweza kuahirishwa baada ya sitofahamu ya pande zote mbili, kwa maana kwamba Simba Sports Club kuweza kugomea kucheza mchezo ule kwa kudai kwamba walizuiliwa kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa siku moja kabla ya mchezo kuchezwa. Kwa hivyo kupelekea mchezo huo kuweza kuahirishwa na mchezo bodi ya ligi, kwa maana kwamba pamoja na TFF kubaliana kwamba waweke mchezo ule kwenda mbele, siku itapangwa ya kuweza kucheza mchezo huu. Kumbukwe kwamba timu zote mbili hizi, Simba na Yanga, ni timu pendwa Tanzania, lakini pia ni timu unaweza kusema ni icon ya Tanzania. Hata hapa ambapo ligi yetu ya Tanzania kuweza kufika, kwa maana kwamba kuwa nafasi ya 4 au ya 5 kwenye msimamo wa ligi bora barani Afrika ni hizi timu mbili za Simba na Yanga. Lakini kwa ukubwa wake timu hizi zina mchango mkubwa kwa Tanzania, lakini pia kwa Afrika kwa ujumla. Kumbuka kwamba Simba ndiye timu ambayo imebaki pekee kwenye uwakilishi wa kimataifa, kwa maana kwamba kombe la shirikisho barani Afrika, mchezo ambao utachezwa robo finali hapa katika dimba la Benjamin Mkapa wa marudiano. Kwa kwanza utaanza kucheza kule nchini Misri na Simba atakuwa mgeni wa Al Masry ya kule Misri. Ikumbukwe hawa Simba na Al Masry wameshakutana mara kadhaa hapa 2018, 2017 na Simba katika dimba la Benjamin Mkapa kumaliza kwa sare ya 2-2 na kwenda ugenini kuweza kutoa sare ya 0-0, na hivyo ilipelekea kwamba timu ya Al Masry kuweza kufuzu kwa ujumla ya goli la ugenini. Hivyo ambavyo ndio imekuwa. Lakini ukiongelea dabi kwa ujumla, dabi ina vitu vingi. Dabi inaashiria vitu vingi, kwa sababu ukifungwa kwenye dabi maana yake kwamba unatoa imani kwanza kwa mashabiki wako ambao wanakufuatilia, lakini pia kwa wewe kama wewe unapoteza imani ya kuweza au ile mwendelezo wa kuweza kuchukua ubingwa. Ikumbukwe mchezo huu ni ishara tosha kwamba Simba akishinda basi anaweza kwenda kupelekea kuchukua ubingwa, lakini Yanga pia akishinda yeye pia anaweza kwenda kutetea kombe lile la NBC Premier League. Toka limeanza wao ndio wamechukua mara 3 mfululizo, na akichukua hivi sasa wanakuwa wamechukua mara 4 mfululizo. Hiyo ndio tathmini fupi ya mchezo ya CRDB Bank Federation Cup ambao amechezwa. Simba alicheza juzi, lakini Yanga yeye amecheza jana kuweza kushinda kwa magoli 3-1 dhidi ya Coastal Union, na Simba Sports Club kuweza kushinda magoli 3-0 dhidi ya TMA. Lakini mchezo wa Simba dhidi ya Dodoma Jiji FC utachezwa kesho saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki katika dimba la KMC Mwenge, Dar es Salaam. Mchezo huu ambao ukubwa wake utakuwa ni wa kuvutia kweli kweli. Unaweza kusema ni mchezo wa finali, kwa sababu Dodoma Jiji nao wanahitaji ushindi ili kuweza kujiweka sawa kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini Simba akishinda yeye anaendelea kupunguza gap yeye na Dar es Salaam Young Africans, kwa sababu kumbuka wote hawa wako mbioni kuchukua ubingwa ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo Simba akipunguza gap, kwa sababu saizi tofauti ni alama 4, Simba akiwa na alama zake zile kitofautiana na Yanga kwa alama 4. Kwa hiyo akishinda mchezo huu atapunguza gap na kuelekea katika mchezo wao wa dabi ambao utapangwa upya, na hivyo ndio ambavyo utapunguza gap hiyo. Kwa hiyo Simba anahitaji kushinda, Dodoma Jiji pia naye
anahitaji kushinda. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba ni finali. Lakini ukienda katika anga za kimataifa, jana UEFA Champions League imechezwa michezo mingi. Michezo ya kuvutia ilikuwa kati ya Real Madrid dhidi ya Atletico Madrid. Hii unaweza kusema ni dabi ya Hispania au dabi ya Madrid, na Madrid kuweza kushinda kwa goli kwa mikwaju ya penalti mara baada ya dakika 90 kutamatika kwa kufungwa goli 1-0. Na ikumbukwe katika uwanja wa nyumbani Madrid alishinda goli 2-1. Kwa hiyo akishinda pale basi ilikuwa umetai magoli, kwa maana kwamba aggregates zilikuwa sawa. Kwa hiyo ilipelekea kwamba migende mikwaju ya penalti, na mikwaju ya penalti ndio ilipelekea Real Madrid kuweza kushinda mchezo wa jana na kufuzu katika hatua ya robo finali ya michuano hiyo ya klabu bingwa barani ya Ulaya. Ikumbukwe Real Madrid yeye ndio anashikilia ndoo lile la UEFA Champions League. Nini atakifanya msimu huu? Na mchezo unaofuata wa robo finali inakutana na The Gunners au washika bunduki hawa kutoka pale nchini England. Nini kitatokea? Basi salia hapa hapa Mwageni TV ili uweze kupata vitu vizuri kweli kuhusiana na masuala mazima ya kabumbu Tanzania na hata nje mipaka Tanzania. Mimi naitwa Nixon Mwageni, mzee wa Red Card, na hii ni Red Card kutoka hapa Mwageni TV. Tukutane siku nyingine, wakati mwingine. Bye bye.